Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuha almustami'un alkiram. Ikhwatul iman, ni nani aliyetoka kwenye udongo kisha akatembea juu yake? Ni kipi kilikuwa majimaji yasiyo na thamani, leo ni mfalme wa maneno na fikra? Ni nani aliyeumba katika giza la tumbo kiumbe bila msaada wala hiari? Na ni nani aliyeandika maumbile kabla hata kupulizwa roho? Katika kijiji kimoja cha mbali aliishi kijana mmoja aliyeitwa Fahmi. Alikuwa mtafiti wa elimu na mwenye kupenda kujua asili ya kila jambo. Siku moja alipokuwa akimtembelea babu yake mgonjwa, alimuuliza, "Babu, kuna swali limekuwa likinisumbua. Hivi sisi tuliwezaje kutokea? Mwili huu, moyo huu unapiga, macho haya yanaona, yote haya yalianza vipi?" Babu yake akacheka kwa upole kisha akasema, "Fahmi, nitakuambia siri ambayo si madaktari wote wanaoielewa na hata wanasayansi wakubwa bado wanaikubali. Mwanadamu alianza kama tone dogo sana, nutfa, lisiloonekana kwa macho ya kawaida, lakini ndani ya tone hilo kulikuwepo ramani nzima ya vidole vyako, uso wako, akili yako na hata sauti yako." Fahmi alishtuka na kumuuliza tena babu yake, "Lakini babu, nani aliweka hiyo ramani yote kwenye kitu kidogo namna hiyo?" Babu akamwangalia na kumwambia, "Mwenye hekima isiyo na mipaka ni Allah. Ndiyo maana Qur'ani inasema, je, mwanadamu haoni kwamba tuliwaomba kwa tone la maji?" Fahmi akatafakari kwa kina, ndipo safari yake ya kuelewa uwezo wa Muumba ikaanza. Aligundua kuwa uumbaji wa mtoto si jambo la kibiolojia tu, bali ni ishara ya hekima kubwa ya Allah inayostahiki tafakari na shukrani. Ndugu yangu katika iman, simulizi hii ya kijana Fahmi si ya kubuni tu, bali ni mfano wa tafakari ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuwa nayo, kwa sababu huu mwili wa mwanadamu huanza kama tone dogo mno la maji, unaashiria uwezo mkuu wa Mola Mlezi. Ikhwatul iman, kabla ya jina kuitwa, kabla ya macho kufumbuliwa, kabla ya pumzi ya kwanza, alikuwa wapi mwanadamu? Ni nani aliyepanga sura, akili na hatima yake? Katika giza la tumbo, katika utulivu wa ndani ya tumbo la mama, safari ya mwanadamu huanza kwa hali ya unyenyekevu wa hali ya juu. Ni tone tu la manii lililodharaulika mbele ya macho ya wengi, lakini ndilo Allah aliloliteua kuwa chanzo cha kiumbe mkarimu. Kupitia suratul Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala anatufunulia kwa uwazi mkubwa safari ya mwanadamu ilivyoanza. Sio katika hadithi wala hekaya za watu, bali ni maelezo sahihi kutoka kwa Muumba mwenyewe, yakionyesha hatua kwa hatua mahali ambapo maisha yetu yalianzia. Sio hospitali, sio shule, bali katika tumbo la mama, sehemu ya siri ya ajabu na yenye kudhihirisha uwezo wa Allah kwa hali ya juu kabisa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Na kwa yakini tulimuumba mwanadamu kwa udongo ulio safi, kisha tukamuumba kwa tone la manii, mbegu ya uzazi lililowekwa katika makao yaliyohifadhika. Kisha tukalifanya tone hilo kuwa pande la damu, na tukalifanya pande la damu hilo kuwa pande la nyama. Kisha tukalifanya pande la nyama hilo kuwa mifupa, na mifupa tukaivika nyama. Kisha tukamfanya kiumbe kingine. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu, mbora wa waumbaji. Ikhwatul iman, Qur'an pekee inatosha kutoa ushahidi juu ya uumbaji wa mwanadamu, lakini vile vile hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam zinakuja kama mwangaza wa pili, zikithibitisha kwa kina yale ambayo yamesemwa na Muumba, si kwa elimu ya darasani wala vitabu vya falsafa, bali ni kwa wahi, elimu ya juu kutoka kwa Allah iliyojaa hekima, yakini na ukweli usiotiliwa shaka. Kutoka kwa Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amesema, ametusimulia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ni mkweli mwenye kuaminiwa, "Hakika uumbaji wa kila mmoja wenu unakusanywa katika tumbo la mama yake kwa siku 40 katika umbo la nutfa, tone la manii. Kisha anakuwa alaka, tone la damu kwa kipindi kama hicho. Kisha anakuwa mudgha, pande la nyama kwa kipindi kama hicho. Kisha hutumwa kwake malaika atakayempulizia roho yake ndani yake, na ameamrishwa mambo manne: kuandika riziki yake, maisha ya muda wake, vitendo vyake, na ikiwa vya heri au vya shari, yani ikiwa ataingia peponi.
Mpenzi msikilizaji wa simulizi za Kiislamu, hivyo ndivyo alivyotuonyesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusu hatua za uumbaji wa mwanadamu kwa hekima, kwa mpangilio na kwa uwezo wa Mola wetu aliyetukuka. Ni siri kubwa inayothibitisha ukuu wa Mwenyezi Mungu na udhaifu wa mwanadamu. Leo tunafahamu kuwa sisi si kitu ila ni udongo, tone la maji, na kwa rehema yake tu tukaumbwa na kupewa uhai. Basi na iwe ni mazingatio kwetu, tuzidishe shukrani, tumtukuze Muumba wetu na tuishi maisha ya utiifu, tukijua kuwa siku moja tutarejea kwake. Uumbaji wetu ni ushahidi wa neema yake, tusipuuze ujumbe huu. Ewe Mola, tufanye tuwe miongoni mwa wakumbukaji na wenye kushukuru, wala usitufanye miongoni mwa wenye kughafilika. Amin ya rabbal alamin. Leo tumalizie kwa kujiuliza, hivi si ajabu kuona elimu ya ajabu namna hii katika dini ya Kiislamu ambayo wengi bado huidharau bila kutafakari? Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.